إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إني وجه الله سبحانه وتعالى قد مضى لكم شهرا كريما، قد مضى لكم شهر كريم وموسم عظيم، موسم بركات والنفحات. Umepita kwenu nyinyi mwezi wa baraka na ukarimu, na umepita kwenu nyinyi mwezi wenye kheri na kila yaliyokuwa mazuri kwa mwanadamu. Amefuzu aliyefaulu, amepata yule ambaye amepata, ameyafikia malengo ya takwa Allah yule ambaye ameyafikia, ametoa juhudi yule ambaye aliyetoa juhudi, na amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye aliyemuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Mwezi huu ibadallah ni fadhlun min Allah alaina, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Haukuwa ni uwezo wetu wala nguvu zetu wala matashi yetu kuweza kuogelea kwenye fadhila hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali hiya ni minnatuhu au munnatuhu alayhi jalla jalaluhu, bali hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoimimina kwako wewe ukaweza kuudiriki mwezi wa Ramadhani kwa siku 30, ukaweza kufunga masaa 12 wakati wa mchana, ukaweza kuamka wakati wa usiku kwa ajili ya kula daku, ukaweza kusimama usiku kwa ajili ya ibada ya tarawih. Hii ni minnatun wa fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala alayk. Hii ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoimimina kwa wewe ewe Abdallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Ramadhani ni fadhila. Mwezi wa Ramadhani ni moja katika kheri ambazo Allah huwachagulia waja wake. Katika jumla ya watu wengi waliopo duniani, kuna wale wanaopewa fadhila hii kuingia, na kuna wale wanaopewa kheri hii kutokuingia. Mwezi huu wa Ramadhani ulikuwa ni mwezi uliojaa ndani yake amani, ni mwezi ndani yake ulikuwa umejaa itqum minan niran, kuachwa huru na moto. Ni mwezi ambao ndani yake palikuwa na fauzun bil jannati naim, palikuwa ndani yake kuna kufaulu kuzipata bustani mbalimbali zenye neema. Bali ni mwezi ambao walioshindana katika kheri, walijipinda wale ambao waliojipinda katika mambo mazuri mbalimbali. Qad jaa ramadhanu fihi al-aman, قد جاء رمضان فيه الأمان والعتق والفوز وسكن الجنان. mwezi wa Ramadhani wameshindana ndani yake watu kupata mambo mazuri mazuri aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Wameshindana wale ambao walioshindana kupata kheri mbalimbali za mwezi wa Ramadhani. shahrun sharifun fihi nailul muna wa huwa tirazun fawqa az-zaman, وهو طراز فوق كل زمان. طوبى لمن صامه واتقى مولاه في الفعل ونطق اللسان.
ufaulu uliokuwa mkubwa kwa yule ambaye ndani ya mwezi huu alimuogopa Mola wake subhanahu wa ta'ala, aliyatenda matendo mazuri anayoyaridhia Mola wake jalla jalaluhu, aliuhifadhi ulimi wake na yale maneno yanayoichafua saumu yake. Tuba liman samahu wattaqa, tuba liman samahu wattaqa maulahu fil fi'li wa nutqi lisani, wa ya hana man qama fi laylihi waddam'a fi khaddihi yahki aljuman. Na sio hivyo tu ndugu zangu, pongezi anapewa yule ambaye aliyeweza kusimama kisimamo chake cha usiku, mashavu yake yakaweza kububujika machozi kwa kumlilia Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa ya hana man qama fi laylihi waddam'a fi khaddihi yahki aljuman. Pongezi kwake yeye aliyelia kwa ajili ya Mola wake, aliyeyakumbuka mauti, aliyekumbuka kukutana na Mola wake, aliyeusikia uchungu kwenye nafsi yake kwa makosa anayemkosea Mola wake. Tauba lahu, pongezi kwake yeye. Fadhaka alladhi khassahu rabbuhu bijannati alkhuldi wa hurun hisan. Pongezi kwa mtu huyu wa namna hii, ndiye yule ambaye amehusishwa na Mola wake kuipata jannatul khuldi, pepo ya milele, wa hurin hisan, na wanawake wazuri aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hasara ipo kwa wale ambao waliopoteza umri wao katika siku 30, na majuto yapo kwa wale ambao waliopoteza nguvu zao katika siku 30, na majuto makali yanawapata wale ambao hawakuweza kuchuma kitu chochote ndani ya mwezi huu wa barakati. Ibadallah, mwezi wa Ramadhani, enyi waja wa Allah subhana, hii ni fadhlun min Allah. Allah subhana huwafadhilisha nao waja wake, na Allah Mola wetu jalla jalalu amekuwa ni mwenye kuzileta fadhila kwa waja wake, amekuwa ni mwenye kuwaminishia waja wake fadhila mbalimbali, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ladhu fadlin ala nnas, kika yake yeye ni yule ambaye mwenye fadhila nyingi sana kwa waja wake. Itazame Ramadhani namna ilivyoisha, tazama yale ambayo yaliyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, yamepita, yamemalizika. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ladhu fadlin ala nnas, Allah ni mwenye fadhila kubwa sana kwa waja wake. Amekuteua wewe, umekuwa ni mmoja katika watu ambao wananeemeka na mwezi wa Ramadhani. Mola wetu subhanahu wa ta'ala, wallahu dhu fadlin adhim, Allah subhanahu wa ta'ala ana fadhila kubwa sana kwa waja wake. Bali pia ametuambia ndani ya kitabu chake, wabashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, wabashiria waumini, wape bishara njema waumini, bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, kwamba wao kwa Mola wao wana fadhila kubwa sana kwa yale ambao wanayatumikia kwenye hii dunia, hasara wanazozipita mazuri na ya kidunia mbalimbali wanayoyaacha. Wabashiril mu'minin bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, wape bishara njema kwamba hawa waumini kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala wana fadhila kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amewaandalia waja wake. Enyi ndugu zangu katika imani, tunapozungumza jambo la fadhila ambalo Allah subhanahu lileta kwa waja wake mara kwa mara, tunakizungumza kitu kikubwa sana ambacho kinachoisindua akili ya Muislamu, kwamba pale unapoletewa fadhila na Mola wako jalla jalaluhu, ifahamu fadhila hiyo, imma wewe uwe ni katika watu watakaokuja kuwa ni wenye kufaulu, na imma unaweza ukawa ni katika watu watakaokuja kupata hasara. Bimaana unatakikana ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, uitulize akili yako kwenye fadhila hiyo, utulize akili yako kwenye neema hiyo, na uweze kuyachuma yale ambayo Mola wako subhanahu wa ta'ala ameyataka. I'lamu rahimakumullah,
tambueni Allah subhanahu wa ta'ala akuchungeni. Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuonyesha fadhila zake kuwa ni nyingi. Fala ghina li ahadin an fadlillah, haitoweza kutokea kabisa kwa muumini mwenye akili kusema kwamba yeye hahitaji fadhila yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikafikia nafsi yako inasema, kutokamana na akili nilionayo, kutokamana na uwezo wa kielimu nilionao, kutokamana na umashuhuri nilionao, sihitaji fadhila yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno hawezi kuyasema muumini yoyote mwenye kujua nafasi za Mola wake subhana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ghazwati Khaybar, alitoka kuelekea kwenye vita vya Khaybar, wa ma'ahu ash-sha'ir Amir ibn al-Aqwa radiyallahu anhu. Alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwenye vita vya Khaybar. Katika safari yake hiyo alikuwa pamoja na mshairi aitwaye Amir ibn al-Aqwa, wa huwa sha'irun ma'ruf, naye ni mshairi aliyekuwa maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa safarini, qala lahu, Mtume akamwambia, ya Amir, ewe Amir, anshidna ya Amiru, hebu tusomee maneno ewe Amir, maneno ambayo yatakayoweza kutukumbusha yaliyo tulionayo na yale yaliyotangulia. Amir fakana yakul, Amir ibn al-Aqwa akawa nasema, Allahumma laula Allahumma hatadaina wala tasaddaqna wala sallaina innal ula baghaw alaina in aradu fitnatan abaina wa nahnu an fadlika mastaghnaina. Alikuwa anasema haya maneno Amir ibn al-Aqwa